nafasi yako ikiwepo, na ukikaa kwenye nafasi ukaanza kuona kusudi la Bwana. Habakuki akaanza kuona kusudi la Bwana, akaanza kurudi kwenye nafasi yake na kuanza kuomba na kumwambia Bwana, achilia uamsho, achilia uamsho, achilia uamsho, achilia uamsho. Anaanza kuomba na rehema, Mungu asamehe, Mungu waokoe watu, achilia dhambi zangu, achilia makosa yangu. Mungu, ninaomba ufufue kazi, inua watu watakaohubiri Injili, inua watu watakaoachilia mahubiri mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Haleluya, 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 haleluya. Kwa uamsho unapotokea, inafanya watu warudi kwenye nafasi, inafanya uamsho uanze tena, inaleta ufufuo wa vipawa, inaleta ufufuo na vipawa. Haleluya, haleluya. Katika kitabu cha Marko sura 9 mstari wa 40, Marko sura 9 mstari wa 40. Marko chapter, wakati Yesu anawatuma watu kwenda kuhubiri, wale 70 waliporudi, wanatoa taarifa kwa Yesu, vipofu wanaona, mapepo yanaondoka, lakini mtu mmoja akasema, tumeona mtu mmoja yuko huko anahubiri Injili, tukajaribu kumzuia. Yesu anawaambia, sijamzuia, asiye kinyume nasi yuko upande wetu. Kwa nini huyu mtu alihubiri? Kuna roho ya uamsho iliachiliwa, watu wakaanza kuhubiri Injili. Roho ya uamsho ikiachiliwa, utawakuta watu wako kwenye mabasi, lakini wanahubiri Injili. Wako kwenye mabasi, lakini wanaomba. Wako kwenye mabasi, wanamtaja Yesu. Wako kwenye mabasi, wanasema okoka. Utashangaa mpaka kwenye baa watu wanahubiri Injili, nyimbo zinaimbwa. Utashangaa mpaka walevi wanaanza kuhubiri Injili. Unasema nini kimetokea? Roho ya uamsho imeachiliwa. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Wanafunzi wakamwambia Yesu, huyo mtu anahubiri Injili, tumemwona anahubiri, tumemwona anahubiri, tukasema nyamaza. Yesu anasema mlikosea, mngemwacha endelee kuhubiri, mngemwacha endelee kuhubiri, maana saa ya uamsho vipawa vinainuliwa, karama zinainuliwa. Saa ya uamsho Mungu atainua vipawa ndani ya kanisa lako, atainua karama ndani ya kanisa lako. Utashangaa wale wanakwaya ulio nao wanaanza kuhubiri, wanaanza kuomba. Usiwanyamazishe, watie moyo, watie sogeni mbele, hubirini Injili, ombeni. Mchungaji, fungua malango, fungua malango ya kanisa lako, watu waingie kuomba. Haleluya, haleluya. Halo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia msingemnyamazisha. Mngemwacha. Aendelee kuhubiri. Waefeso sura 5 mstari wa 14. Naomba tusome. Efeso chapter 5 verse 14. Asema hivyo husema, hivyo husema
hivyo husema. Akunena kuti. Akunena kuti. Amka wewe usinziaye. Zuka amenya kugonawe. Ufufuke katika wafu. Ungo ukaso kwa kufa. Na Kristo atakuangaza. Kristo akuoneserao. Na Kristo atakuangaza. Kristo akungwelusira. Amka wewe usinziaye. Zuka amenya kugonawe. Fufuka katika wafu. Ukaso kwa kufa. Na Kristo atakuangaza. Kristo akuunikira. Mungu anataka tuamke. Mungu afuna ifeti zuke. Anataka kanisa liamke. Afuna mpingo uzukeso. Anataka watumishi wake. Afuna ifatu zukeso. Anataka wachungaji wake. Afuna ifatu zukeso. Anataka wainjilisti wake. Afuna zaliki zukeso. Anataka wamama wake. Afuna zimaya zukeso. Anataka vijana wake. Afuna atinyamaka zukeso. Anataka kwaya Afuna zake. kwaya zukeso. Anataka zifufuke. Afuna antu azuke. Tuangaze injili ya Kristo. Tiunikire. Tutangaze injili ya Bwana. Tiunikire utanga Yesu. Tutangaze ufalme wa Tunalikire Bwana. ufumu wa Mungu. Mungu anatutuma. Mungu akutituma. Twende tukatangaze. Tiuke tikala. Tukaachilie roho ya ufufuo Kasi mtima wao kuuka. kwenye makanisa yetu, Mipiko yatu. kwenye dinari zetu, Madina kwenye yatu. parisi zetu. Mabarishi yatu. Tukaachilie roho ya ufufuo Tunalikire utenga wa kuuka. ndani ya vikundi Kasi mbalimbali magurosi. vilivyoko ndani ya usharika. Maguru ameka nikati mumpiko. Nataka tuachilie Mungu akufuna tisizi. hiyo roho ya uamsho Mtimati simusu. ndani ya kanisa. Nikati mumpingo. Kwa dakika 5 Mazua kwa 5 minutes yoka. tunataka tuombe Tifuna tipembele. kuvunja nguvu za giza ndani ya Tiko kanisa. kwanga ngula